So mimi siamini sajili zote ambazo zimefanyika kwenye madirisha madogo kama ni za kocha tu. Zipo baadhi ambazo ni za kocha. Kwa mfano kama usajili wa Andy Boyeli, ule ulikuwa ni usajili wa force. Si ndio? Usajili wa Dep ni usajili wa huyu kocha Pedro. Usajili wa Buba, Pedro kafanyaje? Kampendekeza. Lakini tunasahau kwamba Yanga wako na mkurugenzi wa ufundi. Umeona? Wako na mkurugenzi wa ufundi ambaye amebeba identity ya Yanga. Mkurugenzi wa ufundi ndo mwenye jukumu la kujua nani anaingia, nani anatoka. Wachezaji wanaosajiliwa wanatakiwa kuwa wanaendana na identity ya klabu. Umeona? Na wachezaji na kocha anayeletwa inabidi aendane na wachezaji waliokuwepo. Kwa hiyo nashangaa sana kama kweli makocha wanasajili afu mkurugenzi wa ufundi yuko pale, wanawaachia majukumu yote makocha wasajili. Bado ni wrong. Lakini pia kuna wachezaji ambao wengine wamefuatwa na president. Kwa mfano kama Okelo alifuatwa Uganda na president. Huo sio usajili wa kocha. Umeona? Balakonte kocha amempendekeza. Balakonte ni president, anagonga hadi kete nini. Kwa hiyo in short ni kwamba kuna ni statement ambayo inaweza ikawa na ukweli ndani yake na sehemu nyingine haina ukweli. Cha msingi ni kwamba mimi na appreciate sana uwezo wa engineer anapoamua kufanya kazi, kwa sababu engineer ndio mtu ambaye ameitengeneza hii Yanga miaka 4-5 iliyopita, Yanga bora. Kwa hiyo naamini bado ana uwezo mkubwa sana wa kuitengeneza Yanga bora ya miaka 4-5 ijayo. Akubali kwa sasa kwamba kwenye madirisha 3-4 yaliyopita hajafanya vizuri. Hata mwanafunzi darasani kuna muda una underperform, kuna muda una perform. Ila ukigundua kwamba ume underperform, una pull up the socks, si ndio? Unafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo na yeye president kuna muda inabidi afike chini angalie, hapa kuna sehemu kama mwalimu afai au aendani na style ya Yanga, unambakisha wa nini? Kwa nini usimfukuze afu mwalimu ukampa timu amalize hata msimu? Yes, kuna question mark nyingi sana ambazo zilikuwepo pale. Leo uzuri nimekutana na Alikamwe, nikamuuliza hayo maswali, akasema ripoti ya mwalimu ni kwamba amestruggle sana viwanja vya ugenini. Hajavizoea, hana uzoefu na viwanja vya ugenini, ni vibovu. Nikamuuliza Alikamwe, kama mnasema kocha amestruggle viwanja vya ugenini, mbona Yanga mmestruggle dhidi ya Simba New Amani Complex, uwanja ambao ni wa nyumbani kwa sababu mmeutumia kimataifa? Mbona Yanga imestruggle dhidi ya Azam Kapa Stadium, uwanja wenu wa nyumbani? Of course Ali hajanijibu majibu ya kueleweka kiukweli. Yaani bado hajanijibu vizuri majibu kwenye hilo. So kwa sababu Yanga imestruggle home and away. Umeona viwanja vizuri kabisa, kwenye viwanja vizuri. Alafu nikamuuliza kama kocha kama mnasema kwamba kocha style yake ya ufundishaji ni tofauti na style iliyozoeleka, niambie style ya Yanga iliyokuwepo na style ya huyu kocha ni ipi? Utofauti wake ni upi? Binafsi mimi sitaki kwenda mbele zaidi. Yanga wakubali kwamba kwa sasa kuna kitu ambacho kimepungua kwenye timu yao, kitu ambacho sio dhambi, kwa sababu timu zote duniani kuna muda zinapanda, kuna muda zinashuka. Ni bora ukae chini, ufanye upembuzi, ugundue wapi umekosea. Ukitazama Yanga ya sasa hivi, kabla kumnyoshia kidole moja kwa moja kocha, tunagundua kwamba timu yao kwa sasa kuna maingizo mengi sana ambayo yamekuwa yanaingia ambayo hayaingii moja kwa moja kwenye timu yafanye vizuri. Unavyoingia Januari kusajili mchezaji, unamsajili mchezaji ambaye anakuja kuongeza nguvu, sio kukaa benchi. Lakini inashangaza usajili wa Januari ni Buba ambaye sasa hivi anatumika dakika 3 za mwisho. Usajili wa Januari ni Mwanengo ambaye hata mbele ya goli hawezi kuona target, ni yeye na kipa. Umeona? Sasa huo ni usajili wa Januari. Usajili wa Januari inabidi uwe na impact ya moja kwa moja. Yes, sikatai Depo ameingia moja kwa moja, lakini ukiona unasajili wachezaji 5 ni mmoja anaye click, means kuna shida. Then rejea dirisha kubwa kwa kina Balakonte, kwa kina Ekua, kwa kina Kouma. Umeona? Kwa hiyo ukweli ni kwamba kuna madirisha 3-4 hapa ambayo Yanga wamekuwa